Habari, karibu tena kwenye chaneli yangu. Leo tunaenda kupika vikokoto au kwa jina lingine visheti. Kaa nami mwanzo mpaka mwisho uweze kujifunza. Kwenye bakuli utaweka unga, nimeweka unga vikombe vitatu, vikombe vya vipimo. Nimeweka sukari nusu kikombe, nimeweka Prestige kijiko kimoja, lakini pia niliweka chumvi kijiko kidogo cha chai. Na hapo nimeongeza baking powder kijiko kimoja cha chakula pamoja na baking soda kijiko kidogo cha chai. Hatua unaanza kwa kuchanganya huo unga wako uchanganyike vizuri kabisa, Blue Band pamoja na sukari na vitu vyote ambavyo umetia katika unga wako. Na kisha baada ya hapo utaanza kuweka maji kidogo kidogo katika unga wako kama hivyo mnavyoona hapo. Utakanda, usiweke maji mengi kwa wakati mmoja. Weka unga kidogo kidogo, weka maji kidogo kidogo, halafu kanda kama hivyo. Jamani mtanisamehe sana, yani huku kuna hiki ni kipindi cha nzi, kuna nzi sana, yani na rekodi kwa shida sana hizi video. Lakini anyway tuendelee. Kwa hiyo utaendelea kukanda unga wako kama hivyo mpaka pale utakapokuwa umechanganyika vizuri. Kwa hiyo baada ya hapo utahamishia kwenye sehemu ambayo unahisi utakuwa comfortable kwenye kukanda unga wako kama hapo. Utaukanda unga wako mpaka pale utakapolainika vizuri, lakini usiwe kama unga wa mandazi. Hivi ni visheti ama vikokoto, kwa hiyo unga wake hautakiwi kuwa soft kama ule wa mandazi. Kwa hiyo pale tu utakapokuwa umeona kwamba umechanganyika vizuri kama hivyo, basi inatosha. Usiukande sana kama unapika chapati labda au mandazi. Kwa hiyo hivyo utakapokuwa tayari kama hivyo utaweka kwenye bakuli ili uweze kupumzika kwa dakika 10 mpaka 15. Unaona, nitaweka kwenye bakuli hapo na nitaacha kwa dakika 15 hivyo. Na baada ya dakika 15 tutaendelea na hatua nyingine ambayo ni hatua ya kusukuma madonge yetu ambayo tumekata. Nimekata madonge mawili, kwa hiyo nitaanza kwa kusukuma donge la kwanza kama hapo. Nitalisukuma kama chapati na sitalisukuma liwe jepesi sana na halitakuwa zito sana kwa sababu hatupiki mandazi. Ukisukuma likawa jepesi sana, vikokoto vyako vitakuwa vigumu sana. Vitakuwa vigumu sana na vitakuwa vinaumiza meno kwenye kutafuna. Kwa hiyo na ukisukuma mnene sana itakuwa mandazi. Kwa hiyo jitahidi ukande usukume yani saizi ya kati, sio mwembamba sio mnene. Kisha baada ya hapo nitaendelea kwa kukata hivyo vimistari kama hivyo. Kama una pizza kata ile inakuwa rahisi zaidi, unakata kwa haraka na kwa wepesi. Kama ambavyo mnaona hapo ninafanya, hapo tunaandaa vikokoto. Kama hivyo utakata mpaka pale utakapomaliza. Alafu utaanza kukata shapes ambazo unazitaka wewe kwa size ambayo unaitaka wewe. Unaona mimi nimekata hiyo ni diamond shape, kwa nimekata vikokoto vyangu kwa staili hiyo. Basi tunaendelea kukata vikokoto vyetu. Na niwakumbushe kwa wewe ambaye umekuja na uko hapa ni mgeni, bado haujasubscribe kwenye channel yangu, tafadhali usiache kusubscribe. Support yako ni muhimu, comment yako ni muhimu sana hapo, kwa sababu bado tunaendelea kujifunza wote kwa pamoja. Kwa hiyo kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili tuendelee kuwa pamoja. Basi nitamalizia kwa kukata visheti vyangu kwa design hiyo na kisha nitavichanganya hivyo ili visishikane. Nitaweka katika hiyo tray yangu ambayo nimeiwekea hiyo baking paper ya namna hiyo ili visiweze kushikana. Na hilo ni donge la pili ambalo nilikuwa nimelibakisha. Nitamalizia kukata hapo kama mnavyoona. Utakata kwa shape unaitaka na kwa size unaitaka wewe. Unaweza kutufanya vikokoto hivi vikawa vya biashara. Mimi nilitengeneza kama snack ya nyumbani ya watoto kula, ila unaweza kutengeneza kama kitu cha kuuza ukawauzia watoto mashuleni au madukani.
Basi tutaendelea na hatua nyingine ya kuchoma. Weka mafuta kwenye moto, hakikisha yamepata moto vizuri, yasiwe makali sana na yasiwe mapole sana. Alafu utaendelea kwa kuweka visheti vyako kama hivyo unavyoona hapo kwenye video. Naweka visheti vyangu na vitajiachia kabisa kwenye mafuta, wala havitashikana. Kama una kijiko kikubwa cha kugeuzia ambacho kinachuja mafuta ni sawa, itakuwa vizuri. Kwa hiyo utazigeuza geuza kama hivyo ili ziendelee kupata rangi kila kona. Kwenye rangi inategemea unataka visheti vyako viwe na rangi light brown, deep brown au viwe na ile rangi nzuri ya golden brown. Kwa hiyo mimi nitasubiri mpaka viwe na rangi fulani hivi ya golden brown, ndivyo ninavyovipenda. Kwa hiyo nitaviacha hapo kwenye mafuta kidogo vipate rangi ambayo naitaka mimi. Kwa hiyo havichelewi kuiva, hapa ni chapu tu vinakuwa vimeiva. Utachukua chujio au kile kidule kile tunachujiaga nazi kile. Kwa hiyo utachukua utaviweka humo ili vichuje mafuta. Halafu utaviweka kwenye sehemu pana ili viweze kupoa na kukauka. Kama mnavyoona jamani, tunaendelea na upishi wetu wa vikokoto. Ni vitamu sana, yani hivi sio vile vigumu vile unakula mpaka unashindwa kutafuna kwenye meno, hapana. Ni viko soft tu, sio soft kama mandazi actually, lakini viko soft, ni vizuri, unakula comfortably, havimsumbui mtu. Kwa sababu kumbuka tumeweka prestige kule, inafanya vikokoto vyako vinakuwa vizuri sana. Kwa hiyo ni unatakiwa kufanya hivyo ili uweze kupata vikokoto vizuri ambavyo hata ukimuuzia mtu siku nyingine ataviulizia. Jaribu hii, I hope kama utaipenda usiache ku-like, usiache ku-comment, lakini pia usiache kusubscribe na kuwasha notification yako ili uwe wa kwanza kupata video zangu kila ninapoposti. Unaona hapo tunaendelea na kuvichoma vikokoto vyetu kwenye mafuta kama hivyo taratibu kabisa. Vigeuze ili viweze kupata rangi kila sehemu. Lengo ni kimoja kisiwe kina rangi nyeupe, kingine kina golden brown, hapana. Kwa hiyo nitakuwa uchanganye hivi ili vyote viweze kupata rangi moja nzuri. Basi tunaendelea hapo, vikokoto vyetu ndio vilikuwa vimetoka hivyo. Na hii ilikuwa ni snack ya nyumbani, unaweza ukafunga kwa ajili ya kufanya biashara. Ni vizuri sana, ni vitamu sana jamani. Na kuhakikishia unaweza ukajaribu hii recipe na utakuja kunipa feedback. Ni nzuri sana na ni tamu sana. Jaribu utaona matokeo yake. So kufikia hapa tuko tumefika mwisho jamani, nawapenda sana. Karibuni sana, tukutane katika video zinazokuja. Kwaherini.